84% ya Wakenya wamesema nchi imechukua mwelekeo mbaya. The latest opinion polls show that this country, 84% of Kenyans are saying Kenya is headed in the wrong direction. Wazazi wanangoja Januari, fees itaongezeka, capitation imepunguzwa, pale tulikuwa tumeweka na Uhuru Kenyatta 22,000 imeteremka hadi 12. So from January mzigo huo kulipa fees utakuwa zaidi mzigo kwa wazazi. Wale ambao wana payslip zao wamefinywa hadi imefinyika. So mwaka unaendelea kuwa mgumu sana. Na ndio sababu Kenya nzima ukisikiza vizuri, tumekuwa kule Malava juzi Kakamega, tulitembea kule Mbeere, tukaenda hadi Pwani Magarini. Wakenya wengi wamesema hii serikali itakuwa ya one term. Sijui Danga mnasemaje huko? Mumeamua ni one term? Na nimefurahi sana kusikia mjane wa Herbert pia ni one term. We are together. We have come here as the one term team to stand with you. Na nimefurahishwa sana kusikia mambo ya yule chief. Eti alikuwa cornered na akasema nilikuwa nainua vidole mbili kusema ni miaka 2 tu imebaki ya huyu jamaa. Sisi tumekuwa hata kule Nyanza wanainua vidole mbili, lakini wanasema tunataka tukule kule kidogo kwa hii miaka 2 alafu afanye nini? Aende. Kile ambacho nimeanza kuona ni jaribio ya kugawanya upinzani. There is a very deliberate scheme by the Ruto regime to split the united opposition. Na tumeona haya wakati tumekuwa Bondo juzi. Kuna kiongozi mmoja anasema hatuna shida na Kalonzo ama Wamalwa, lakini tuna shida na rafiki wako mmoja. Na sisi tukajua wanaongea juu ya rafiki wetu Rigiji. Tumekuwa Pwani, tunaanza kusikia hiyo lugha tena. Na leo tunataka tuambie wale ambao wanafikiria watatugawanya, or they drive a wedge between Rigiji na Kalonzo ama Wamalwa, haitawezekana. Sisi tumeamua tuko kitu kimoja. Na tutashikana mpaka mwisho. Na tutatoa mgombezi mmoja atakayepeleka Kasongo wapi? Nyumbani. Mtatunga mkono jamani? And we have demonstrated our seriousness in terms of our unity. The unity of purpose you saw when we came together. Mlima huu Mbeere tulikuwa na wagombezi wengi, wa DCP, wa Mbas, wa DP, tukaungana tukatoa mmoja. Na tuliwashinda wakaiba kura. Si kila mtu anajua aliiba kura hii ya Mbeere. Vile vile tukashikana Malava. Tulikuwa na mgombezi wa DAP, wa DCP, tukasikizana, tukaungana, tukatoa mgombezi mmoja. Na hadi sasa watu wa Malava wanajua mbunge wao anaitwa Seth Panyako wa United Opposition, na yule mwingine ni wa Faruk Kibet wa Chepsaita. Na hayo mambo ya kokotini, ukweli utadhihirika na uongo utajitenga. So if we could do it in Mbeere, if we could do it in Malava, if we could do it in Magarini Coast, I want to assure you we can do it in 2027 come August. So that is our decision. I've had Bishop akiongea hapa ya kwamba alikuwa amini Kibaki alikuwa anashinda 1997. And Bishop, you are right, Kibaki was going to win. But the problem was the opposition got divided. So Kibaki akaenda kivyake, Wamalwa akasimama peke yake, Gilu peke yake, Raila peke yake, tukagawanya kura. And that is how we lost in 1997. This time round, we will not make the same mistake. Na hiyo ndio sababu tumeamua tutatembea pamoja na tutatoa mtu mmoja. So that is the path we want to take. But what we will not allow are some of our friends in the current regime trying to drive what they used to do to Raila Odinga. Ile kitu ilikuwa inaitwa Railaphobia. They were selling
hate against Raila and fear of Raila, hata mlima huu na sehemu zingine. Sasa because Raila was very popular, huu mlima uko na kiongozi anaitwa Rigathi Gachagua, na huyu Gachagua is very popular. Sio tu mlima huu, Kenya hii, he's very popular. So he's becoming a target, just the way they were selling Raila phobia, and Ruto was very good at that. They have started selling Rigathi phobia. Na hiyo tunataka tumwambie, that politics of hate will not get you anywhere, and we will not be separated na huyu Rigathi Gachagua. Watu wa mlima mtashika mkono, tutatembea pamoja na huyu Kalonzo na huyu Gachagua. We are a big team. Wale ambao hawajafika hapa tuko pamoja, and we will win the way we won in 2002 when we take that all hands on deck approach, a united team to the end until Ruto goes home.